Hapa ni kwamba watumishi, kiongozi mwinjilisti akiwa kwenye darasa la Sunday School akiwaombea watoto wa Sunday School kwa ajili ya wao kuanza ibada. Baada ya hapo tutaingia kwenye ibada nyingine ya watu wazima. Haleluya. Tusikilize zaburi ya siku ya leo ya tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka ule wa 2025. Siku ya Bwana ya 4 baada ya Pasaka, Cantate Domino. Tumwimbie Bwana wimbo mpya. Tuianze ibada yetu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tukiongozwa na Zaburi ya 33. Tutasoma sote kwa pamoja kanisa. Zaburi ya 33, tutaanza aya ya kwanza hata ile ya 12. Zaburi ya 33 aya ya kwanza hata ile ya 12. Kanisa karibu, tusome kwa pamoja. Pigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki, unapasa wanyofu wa moyo. Shukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi 10 mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ushukrani kwa sauti ya shangwe. Kwa kuwa neno la Bwana ni akili, na kazi yake yote hutenda kwa uaminifu. Kuzipenda haki na hukumu, nchi imejaa fadhili za Bwana. Kwa neno la Bwana mbingu zimefanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kukusanya maji ya bahari chungu chungu, huiweka vilindi katika bahari. Nchi yote na imwogope Bwana, wote wa shauri la Bwana litasimama milele,
289. Ukurasa somo la pili linapatikana katika Efeso 'Namwamini mwenye enzi yote, muumba mbingu na nchi, namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Mariamu, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Matangazo yakitangazwa na mzee wa kanisa ipo
kwa kuchagua mtaa wa Mipeko kuja huku mjini. Sisi tunaona mjini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, mimi naitwa Abeli Danieli, huwa napenda na kabila ni Mnyaturu Singida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani takapoondoka huku nisiende nibaki labda tutakutana na mzee. Bwana Yesu asifiwe. Nimepatana na mzee wa kanisa kutoka mtaani wa Mipeko. Neno letu ambalo linatangulia katika uimbaji huu linasema, Zaburi ya 148, tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: Haleluya, msifuni Bwana kutoka mbinguni, msifuni katika mahali palipo juu. Sifuni yeye malaika zake wote, msifuni majeshi yake yote, sifuni jua na mwezi, msifuni nyota zote zenye mwanga. Sifuni yeye mbingu za mbingu, nanyi maji mlioko juu ya mbingu. Na mlisifu jina la Bwana, kwa maana aliamuru vikaumbwa, amethibitisha hata milele na milele, ametoa amri wala haitapita. Sifuni Bwana kutoka nchi, enyi nyangumi na vilindi vyote. Amen. Leo ni siku nzuri, siku maalum ambayo tumepewa na kanisa letu, tupate nafasi ya utulivu, lakini pia tupate nafasi ya kumwimbia Bwana. Jumbe ambao tumepewa tunasema, mwimbieni Bwana wimbo mpya. Naomba tuseme hivyo. Geukia jirani yako, mwambie mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Alafu mwambie kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Naomba niulize swali. Nani ambaye hana pumzi? Anyoshe mkono pamoja na mimi. Nani ambaye hana pumzi?
neno hili. Baba mwimba zaburi anapiga kelele, anasema haleluya, msifuni Bwana kutoka mbinguni, msifuni Bwana mahali palipo juu. Anasema malaika wote wamsifu Bwana, sema amen. Anasema majeshi yote kaskazini, kusini, mashariki na magharibi wamsifu Bwana, sema ndio. Lakini pia anasema mwezi, nyota na jua, miti yote, vilindi, bahari, simameni msifu Bwana. Kwa maana nimeuliza, nani ambaye hana pumzi? Swali hili nimeliuliza kwa sababu huyu mwimba zaburi ametaja mpaka miti. Anasema miti imsifu nani? Kwa ajili ya uumbaji. Miti. Anasema ndege, wanyama wote, anasema bahari, vijito vinavyotiririsha, vyote vimsifu Bwana. Maana nikaja nikasema hivi sisi tulioko hapa tuna pumzi ya kutosha ya kumsifu Bwana? Tumepewa leo ujumbe huu muhimu sana unaosema mwimbieni Bwana wimbo. Daudi anatualika kumwimbia Bwana kwa sababu ya matendo makubwa ya ajabu ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Naomba niulize swali hili kwa washirika wote, waimbaji wote ambao tunajiandaa sasa kumwimbia huyu Mungu. Swali langu ni hili: wimbo mpya ni wimbo wa namna gani? Yoyote unaweza ukajibu tu. Wimbo mpya, leo tumeambiwa mwimbieni Bwana wimbo mpya. Halafu yake akasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Wimbo mpya ni wimbo wa namna gani? Naomba upo mmoja asimame atembee na maiki, kama ni mzee, kama ni kijana, mwenye nguvu. Wimbo mpya ni wimbo wa namna gani, kanisa la Bwana? Tukianza na waimbaji. Wimbo mpya ni wimbo wa namna gani? Wenye ushatu mkono yoyote tu, kwa sababu kila mtu hapo ni mwimbaji. Yaani nilivyosema waimbaji wanatazama kwa ya vijana, kwa ya kumi mbele. Yaani mtu yote ni mwimbaji, maana Biblia imesema kila mwenye pumzi, kama una pumzi wewe ni mwimbaji. Karibu mzee. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo mpya ndio wimbo wote mwanadamu atakaotoa kwa sauti na pumzi yake katika kusifu Bwana. Amen. Makofi mengi mengi. Baba amesema ni wimbo wowote ambao mwanadamu atatoa sauti yake amsifu Bwana. Haya, nataka tena mwingine. Maswali, majibu yako mengi. Kila mtu aseme anavyofikiri. Asante Kipeko. Amen. Asante Kipeko na kigele hicho kimesikia. Karibu mwingine. Yesu asifiwe. Amen. Wimbo mpya unaweza kuimba mahali popote pasipo kujali mazingira, haijalishi uko wapi, umekutwa na nini, inategemea na ile ambayo yaani inawezekana unapita kwenye changamoto fulani. Sasa kwa sababu ya kumfurahia Mungu, unaona hauna namna nyingine ya kusifu Mungu, unaweza kugaragara, ukacheza zaidi ya viwango, ukazidi hata mfalme Daudi. Hiyo ni serikali wimbo mpya kwa sasa. Makofi mengi mengi. Haya, nisikie tena mwanamama mwingine, maana asili kwa asili ndio. Haya, tumepata wanaume wawili, tumepata wanawake wawili. Mmoja karibu. Wimbo mpya ni wimbo wa namna gani? Tuwe huru, tuko nyumbani mwa Bwana. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwapigie hao waliojibu vizuri kwa
uzima wa milele. Haleluya! Maana yake anasema ya kwamba katika mstari wa 9, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili, wastahili, wastahili wewe Bwana. Maana yake wimbo mpya unapoimbwa, nimesema ni ule unamtoa mtu kwenye shida, mateso, taabu, magonjwa, dhiki, kujaribiwa, kukata tamaa, kuwa na huzuni, kuwa na mashaka na wasiwasi na moyo kuinama. Lakini anasema huyo mtu mwenye hizo nyakati anapoimba, akisema wewe unastahili, akiimba tena ya pili unastahili, akiimba ya tatu unastahili, lazima mbingu zinaachiliwa. Lakini tunamuona Bwana akitugusa jicho kwa jicho. Haleluya! Ndio maana nasema wimbo mpya ni wimbo ambao unadhihirisha upya wa kila siku ambao Mungu anatutendea. Lakini pia wimbo mpya ni wimbo ambao unamtukuza Mungu kwa yale matendo makubwa aliyoyafanya. Tusome wote pamoja Zaburi ya 150, tuone pale Zaburi ya 150, tusome kwa pamoja. Haleluya! Msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni katika anga la uweza wake, msifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake, msifuni kwa mvumo wa baragumu, msifuni kwa kinanda na kinubi, msifuni kwa matari na kucheza, msifuni kwa zeze na filimbi, msifuni kwa matoazi yaliyo, msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Anamalizia, tuseme wote kwa nguvu mstari wa mwisho. Haleluya! Haleluya! Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Anasema msifuni Bwana. Na katika kumsifu Bwana yapo matokeo ya kuonyesha shukrani mbele za Mungu kwa kutumia vinywa vyetu na ndimi zetu. Lakini bado yapo matokeo ya kuonyesha sifa mbele za Bwana. Tunapomsifu Mungu tunaonyesha kumtukuza kwamba ni yeye, hakuna Mungu mwingine. Yeye ndiye Mungu muumbaji na vitu vyote vimefanywa na yeye. Lakini matokeo ya kumwimbia Bwana wimbo mpya, tunaonyesha heshima na mashangilio. Ndipo tukapewa ya kwamba haleluya, msifuni Mungu. Lakini pia anasema msifuni patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyimbo ambazo tunazoziimba lakini tumefanya kuwa ni mazoea. Lakini kuna wakati tunatunga nyimbo ili tuimbe. Hizo ni nyimbo ambazo tumezitunga. Haijalishi ni wimbo wa zamani, umeimbwa miaka 100, umeimbwa hapa karibuni. Kinachojalisha ni moyo wa msikilizaji na ule ujumbe unavyoweza kubadilisha mwenendo wake wa kale na kuwa na mwenendo mpya katika Yesu Kristo. Haleluya! Lakini pia inategemea na yule mwimbaji ameuimba kwa namna gani. Ameuimba katika roho na kweli. Tukisoma kitabu kile cha Ufunuo, kusoma sura ile ya 15 na mistari kadhaa, kuna nyimbo 3 zimetajwa katika kitabu hicho cha Ufunuo. Kuna wimbo wa kwanza wanaita wimbo wa nini? Wa Musa. Mwambie jirani yako wimbo wa Musa. Lakini pia kuna wimbo wa pili ambao umetajwa kwenye hicho kitabu cha Ufunuo, unaitwa wimbo wa mwana kondoo. Mwambie mwenzako wimbo wa mwana kondoo. Lakini pia umetajwa wimbo mwingine wa 3, umeambiwa ni wimbo mpya. Soma kwa Ufunuo 15 kuanza mstari wa kwanza utakutana na hizo nyimbo 3. Wimbo ule wa kwanza, wimbo wa Musa, ni wimbo ambao tunauita ni injili ya Musa, ambayo iliwafanya watu wa kale kutembea katika hiyo ili wamkaribie Mungu, waliokuwa katika agano lile la Ibrahimu, kwa uzao waliorithi neema ile. Kwa hiyo wana wa Israeli wote walikuwa wanaimba wimbo
uliangalia sana matendo ya mwilini, kukabiliana na taratibu za kibinadamu na sheria, kudumu kwenye sheria. Ulikuwa hauna neema. Kwa hiyo wimbo huo wa kwanza wa Musa, tunasema wana wa Israeli waliimba wimbo huu, lakini ulikuwa ni wimbo haukuwa mkamilifu kwa sababu uliangalia sana matendo ya mwili. Lakini pia Mungu akaleta wimbo mwingine ambao ni wimbo wa pili, unaitwa wimbo wa mwana kondoo. Sema tena, wimbo wa mwana kondoo. Huu wimbo wa mwana kondoo ni wimbo ambao wote wimbo huo tunauimba, ambao ni injili ambayo ilibeba neema iliyoletwa na Bwana wetu Yesu Kristo na kuhubiriwa na mitume na manabii. Lakini wimbo huo ambao umeletwa na mwana kondoo ni wimbo wa Yesu Kristo, ambao sisi wa agano hili jipya kwa pamoja tunauimba wimbo huo mwana kondoo, tukisema ya kwamba mwana kondoo wa Mungu amechinjwa. Yeye amechukua dhambi za ulimwengu, na kuchinjwa kwa mwana kondoo ni kiini cha imani, na kuchinjwa kwa mwana kondoo ni sisi kupata wokovu pekee wa kuweza kupatanishwa na Mungu, kwa sababu tulikuwa tunaimba wimbo wa zamani tukiwa kwenye shida, tukiwa kwenye mateso, tukiwa kwenye vifungo vya dhambi, tukiwa tumetengana na uso wa Mungu. Lakini huu wimbo wa mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo alikuja akaimba kupitia kifo cha msalaba, ili mimi na wewe
magenti, nakwambia hicho ni kinyago. Mwambie ndio yako hata shamba wewe. Yaani kinyago mpaka kanisani. Haleluya. Mwingine humwamini Bwana kwenye ushirikina. Yaani hubiri mpaka mbingu zipasuke. Sema ndio. Yaani ataimba mpaka acheze na majasho yatoke na kiatu kikatike, lakini kwenye ushirikina hubanduka. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Wimbo mpya ni ule unaobadilisha mtu. Wimbo mpya ni ule unaomuinua mnyonge. Wimbo mpya. Tuache na tushinde kwa jina la Yesu. Unaposimama kumwimbia Bwana, imba. Maana yake nini? Ili wimbo wako ulete upya. Ili wimbo wako ubadilishe mtu. Ili wimbo wako utoe kwenye shimo. Lazima anaimba. Aimbe kwa utakatifu. Sijasikia kama kuna watu waliosikia hapa. Kama wameelewa. Huyo wimbo uimbe kwa nini? Kwa utakatifu. Ili ubadilishe yule aliyoko mavumbini, yule aliyoko kwenye mifungo atoke.
Jidhibiti wewe. Unapojitoa wewe kama Mkristo, ni hatua mojawapo ya kuweza imba wimbo mpya ambao ni wimbo hakuonekana uongo, maana hawana mawaa. Hebu tusome wote mstari wa 5. Nataka tusome kidogo kwa pamoja. Tusome katika vitabu vyao. Tusome Ufunuo 14 na tusome mstari wa 5 kumaliza hapo tunatokana. Sifu Bwana. Haya, karibu tusome moja mitatu kwa nguvu. Sawa kabisa. Maana yake ni nini? Watu walionena kweli yote, injili ya Kristo, hawakuibatilisha hata kidogo kwa ajili ya fedha au kwa ajili ya maslahi yao wenyewe au kwa ajili ya leo, kwa ajili ya unafiki. Hao hawana uongo. Lakini leo tumeimba, tumemtukuza Mungu kwenye vikundi vyetu na uongo. Unamwona sisi hadi mazoezi na bado yamekuta yapi mwenzako amekaa tu, ana mambo fulani anayafanya, yakiisha anarejea. Wewe tayari umejaa pepo la uongo, tayari umekuwa kikwazo, tayari unasambaza uongo. Shindwe kwa jina la Yesu. Sema amina kubwa. Vikundi vingi vinatawanyika, vinasambaratika kwa sababu ya machungu na uongo. Hawana maelewano, unakuta wanaimba, wanacheza, wanaburudika, lakini ni watu wa ajabu sana. Kunafikiana, kusemeana uongo, kusingiziana. Tuache tupone kwa jina la nani? Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ili tukiimba nyimbo zetu zilete maana. Bwana